Akizindua mpango huo kwa kukabidhi kiasi cha shilingi bilioni 1.2 ambao umelenga kunufaisha vijiji 8 vya wilaya za Namtumbo, Songea na Tunduru, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abasi anasema mpango huo ni wa kihistoria. Hatua ya leo ya kuzindua mpango wa kuwapatia wananchi rasilimali fedha moja kwa moja ni mpango na hatua ya kihistoria. Mpango huu utawezesha vijiji kupanga na kutekeleza vipaumbele vyao katika uhifadhi na maendeleo sambamba na kuboresha maisha ya wananchi. Kwa hiyo niendelee kuwapongeza vijiji vilivyopata fursa hii kwamba sasa mnaenda kupiga hatua kubwa za kimaendeleo ikiwa mtaelekeza nguvu, akili na maarifa yenu kutatua changamoto zilizoko kwenye maeneo yenu. Naye mkuu wa uhifadhi kutoka WWF Tanzania Bwana Lawrence Mbwambo anasema Tanzania ni miongoni mwa nchi 5 duniani zilizopata fursa ya kutekeleza mradi wa uwezeshaji wa wananchi PPB. Tanzania inasifika kikanda na kimataifa kama nchi yenye utajiri mkubwa wa bioanuwai. Tanzania imetenga takriban 40% ya ardhi yake kwa ajili ya uhifadhi wa rasilimali za misitu na wanyamapori. Kutokana na sifa hizo, Tanzania ni mojawapo ya nchi 5 duniani zilizopata fursa ya kutekeleza mradi huu. Na baadhi ya vijana na wenye viti wa vijiji vitakavyonufaika na mradi huo, pamoja na kueleza namna mradi huo utakavyosaidia kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia wanasema fedha zinavyokuja za mradi zinaenda kubadilisha ile mitazamo hasi ya vijana. Hasa wataacha kufanya zile shughuli za uharibifu wa mazingira, wataenda sasa kufanya shughuli zingine ambazo zitawaingizia kipato. Wataachana kabisa na masuala ya uharibifu wa mazingira kama kuchoma mkaa, pasua mbao kwenye ile misitu ya kijiji. Kwa hiyo sasa wataenda kuwa bize na shughuli zingine za kibiashara, kuachana na hizi shughuli za uharibifu wa mazingira. Nikiripoti kutoka katika manispaa ya Songea mkoani Ruvuma, ni mimi Emmanuel Msigwa, ITV.